Karibu tena kwa mara nyingine, mtunzi na msimuliaji, naye si mwingine ni John Donatus, ambaye waweza kumpata kwa namba yake ya simu ya mkononi ya 07570651 mwisho 55 au 06260789 mwisho 34. Anakuletea simulizi mpya itwayo Imbonera Kule. Usisite kutembelea chaneli yake ya YouTube ya simulizi zetu kwa simulizi mbalimbali. Karibu. Wakati mwingine unaweza kubaki kulaumu wanaokuzunguka. Hii inaweza kutokana na yale ulioyafanya kwa hao wanaokuzunguka. Penda kuishi vizuri na watu, maana hakuna ijuaye kesho. Kumbuka, kinyozi hunyoa ila hawezi kujinyoa. Ukiishi kwa kuteta watu, kumbuka hao ndio wanaoijua historia yako. Nikiwa katika mihangaiko yangu ya kila siku pale mkoa wa Kigoma, ili warau niweze kuitunza familia yangu. Maisha yangu hayakuwa mazuri, hasa pale nilipomaliza masomo yangu ya chuo kikuu cha biashara tawi la Mwanza. Niliamini kufanya vizuri kupitia kozi yangu ya biashara na utawala, huenda ningefanya vema katika soko la ajira. Fikira zangu hazikuwa za karibu sana, maana niliwaza kifo cha mama kilichotokea siku mbili kabla ya kuingia mtihani wangu wa kidato cha 6. Na sikupewa taarifa kwa hofu ya kuwa kifo hicho kingechanganya katika mitihani yangu. Mama ndiye aliyekuwa nguzo kwangu, maana baba alikuwa amekimbia familia na kuoa mwanamke mwingine ambaye alimsahaulisha ndugu zake na watoto wake. Ukiachana na fikira zangu za kuwaza kifo cha mama, pia niliwaza kifo cha baba ambaye alifariki nikiwa kwenye mtihani wa chuo wa semester ya pili ya mwaka wa 3. Sikuwa tayari kusitisha mtihani wangu ili kwenda msibani, maana nisingelipata pesa ya gharama ya kwenda kufanya mtihani wa ziada kama ilivyokuwa kwa kifo cha mama. Na kwa baba ilikuwa hivyo hivyo, ingawa ndugu wachache ndio waliohudhuria, licha ya wao kubaki midomo wazi juu ya taarifa ya mirathi. Vifo hivyo vikanifungulia safari mpya ya maisha. Muda mwingi nilijiuliza kwa nini mimi sina baba, sina mama, na nikaona ni vema nimpate mwanamke ambaye atarejesha tumaini langu lililopotea. Sikukawia nikampata binti Imbonera Kule, likiwa jina la utoto na la ubatiza kijito Amina. Jina lenyewe la ubatizo likawa mwisho wa mawazo na matatizo niliyokutana nayo kwa muda mrefu. Marafiki zangu tuliopiga soga pale Kigoma mjini walinipongeza kumpata binti huyo ambaye hakujua historia yangu, wala mimi sikujua historia yake. Stori kedekede juu ya binti huyo. Binti zilinadi kuwa tabia yake ni njema na alikuwa ni mkarimu. Uwepo wa Amina kwangu karejesha imani kwangu. Furaha na majonzi vikaanza kupotea. Mashavu yangu yaliyobeba majonzi kwa muda mrefu, awamu hii yalilemewa na tabasamu zito. Maajabu ya huyu Amina, usiku tukilala kitanda kimoja, lakini kila mmoja alijifunika shuka lake, na wakati mwingine tulilala mzungu wa 4. Niliogopa sana, kwani licha ya kutokuwa na uzoefu wa ndoa, lakini sikuwahi kusikia staili ya ulalaji wa namna hiyo.
Kibaya zaidi, wakati wa usiku nilibaki mwenyewe kitandani, huku nikiwa sijui ameenda wapi. Waziwazi milango yote ikiwa imefungwa. Wakati mwingine nilimuona akiwa kitandani huku mwili wake ukiwa ni wa baridi. Kweli alikuwa Imbonerakure. Wakati nikiwa napata kinywaji na wadau baada ya kazi, nilimuona akiwa ameketi kwenye meza moja na mimi. Nikisimama na mwanamke au wanawake basi waligeuka kuwa sura yake. Usiku nikirejea nyumbani, muda mwingi alinitokea njiani. Na ni kweli kiwiliwili nilikiona, lakini ilikuwa ngumu kukigusa. Na wakati huo nikifika nyumbani, alinipokea kwa mahaba kemkemu. Hii ilikuwa miujiza mikubwa. Kikubwa zaidi, alikuwa ananiambia yote niliyoyafanya wakati ambao sikuwa nyumbani. Kikubwa tena, akikasirika alikuwa anabadilisha lugha ambayo sikuielewa. Alibadilika umbo na sura. Miguu ilikuwa inakuwa ya ng'ombe, yaani vikanyagio vinakuwa kwato. Nilijiuliza kwa nini nilimuoa huyo mwanamke bila kujua. Niliwaza kuacha kazi ya kiwandani pale Uvinza. Niliwaza kuhama mkoa wa Kigoma. Nilipanga kuelekea mkoa wa mbali. Cha ajabu, mawazo yangu ya kutoroka aliyajua kabla. Aliyafahamu waziwazi. Nilimsikia vema akiniuliza, "Unataka kwenda mkoa gani?" Nilibaki mdomo wazi kwa kauli yake, basi nikajiaminisha kuondoka hivyo hivyo. Safari yangu ilikuwa kimya kimya. Safari yangu ilikuwa ya usiku, huku nikitaka kuelekea Zanzibar. Niliamini kufika huko, licha ya kuwa mtaalamu wa sayansi, hakika singeweza kufika huko. Niliwaza sana ndani ya basi lile ambao likimbia kwa kasi sana usiku wa manane. Bahati mbaya, tulipofika mkoa wa Kati, tulipata ajali ambayo iliua abiria wote isipokuwa mimi. Cha ajabu, kwenye wale abiria waliotangulia mbele za haki, miili yao ilikuwa na majeraha mengi, huku mimi nikiwa sina jeraha. Hii ilinifanya niogope, tena nijiulize lile swali, kwa nini mimi? "We Joakim, amka, umeibiwa." Kumbe ilikuwa ni ndoto, na sasa nilikuwa nimeibiwa pale kwenye lindo, na nilikuwa naenda kujibu kesi ya kuibiwa mchanga wa dhahabu pale Uliankuru, Shinyanga. Naam, mtunzi na msimuliaji ni John Donatus, ambaye waweza kumpata kwa namba yake ya simu ya mkononi ya 07570651 mwisho 55. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya Imbonerakure.